watu wameumizwa sana kwa sababu neno limesambaa na wakasema ndugu yake kabisa tumbo moja alituthibitishia. Nikushauri tu kwamba katika watu ambao hawamjui ndugu yao ni ndugu. Sijui kama umenielewa. Yaani unaweza ikatokea story mbaya ya mtu alafu ndugu yake akakwambia ni kweli mimi namjua sana si ndugu yangu, na wewe ukaichukua ile habari ukaisambaza mbaya ukasema aliniambia dada yake. Yule si ndugu wao. Aliniambia ndugu wao. Nataka nikwambie kwamba ndugu mmekuwa pamoja lakini baadaye kila mtu alienda kuwa shaped huko alikoenda kuishi. Kwa hiyo zile tabia za utotoni mlizokuwa nazo kama familia alisha change. Anaweza kuchange kwa ubaya, anaweza kuchange kwa uzuri. Lakini kwa uzuri huwa ndugu washangiliani sana. Ni asilimia kama 2 tu. Ila kwa ubaya ndugu ndio wa kwanza kuthibitisha uongo. Kwa sababu hawafahamiani. Ndugu wengi hawajali kufuatilia tabia za ndugu yake ziliendeleaje. Alikuwa mlevi basi wao ndio mlevi moja kwa moja. Na unaweza kukuta huyu ndugu hajamsaidia huyo ndugu yake hata miaka 6. Wala juu anakoishi, wala juu watoto wake wanaendaje. Lakini itakapotokea tatizo la maneno, huyu ndugu ndio kwanza kuthibitisha kwamba ni kweli kwa sababu ni ndugu yangu. Na wewe ukalichukua kwa sababu ni ndugu yake. Usishiriki dhambi za watu. Majirani waliokuwa na wewe na mume aliyokuwa wewe, mke uliomuoa, watoto wenu tukanisani, housegirl wake, wanaweza kuwa na maelezo mazuri sana kuhusu wewe sasa kuliko ndugu yako uliyezaliwa naye ambaye hamuonani sasa sana. Ni mara moja tu.